إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam sambamba na ahli zake na masahaba zake waman sara ala nahjihim wa salaka sabilahum ila yaumiddin, na kila ambaye kwamba atafuata njia zao na akashika maslaki yao mpaka siku ya mwisho. Ibadallah, usikum wa usi nafsi bitaqwallahi jalla wa ala fa innahu qad faza almuttaqun. Nakuhusieni sambamba na kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah jalla wa ala fa innahu qad faza almuttaqun, hakika yake mambo yalivyo wamefaulu wenye kumcha Allah jalla wa ala. Ibadallah, موضوعنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى معنى لفظة السلف. عباد الله, موضوعيتي ya leo kwa idhini yake Allah jalla wa ala bimanihi wa karamihi tutaelezea walau kwa ikhtisari maana ya neno as-salaf. Linapotamkwa neno hili as-salaf, nini muradi na nini makusudio, liyatadhiha al-amr, ili jambo liweze kuwa wazi kwa baadhi ya watu. Leo katika ulimwengu na katika jamii ambazo sisi tuko na tunaishi ndani yake, watu wanatumia fikra na akili mbalimbali na uoni na utashi katika kueleza mambo ambayo yametajwa na ahlul ilmi na yameelezwa kwa mujibu wa dalili za kitabu na sunna. Lakini watu hutumia akili zao, hutumia maoni yao na kueleza lile ambalo wao wanaona ni sawa kwa mujibu wa akili zao, na lau kama wale wahusika hawatosema basi watasemewa na watasemewa kwa batil. Ibadallah, nafdhatu as-salaf, tamko hili la as-salaf limekuwa ni katika mambo ambayo yanawatatiza watu wengi. Ishtabaha al-amru ala kathirin minan nas, wengi limewatatiza jambo hili kiasi ambacho tunawasikia baadhi ya awamu, wale waislamu wa kawaida, wapenda dini, wafanya ibada, wenye kupenda kheri, lakini kwa sababu ya kutofahamu tamko hili maana yake,
wanajikuta wakizungumza vibaya na wakizungumza maneno yasiyofaa kuhusiana na tamko hili, wakisema kwamba hawa wanajiita kuwa ni wema waliotangulia, yani wako zama hizi lakini wao ni wema na walishatangulia huko zamani, kwa wanawaita watu kwa sampuli hiyo. Lakini wengine wanasema kwamba hawa ndio walokole wa Waislamu. Katika Waislamu walokole ndio hawa wenye washaingia peponi sasa, alafu wanamtoa katika pepo wanaomtaka wao na kumuingiza katika pepo wanayemtaka wao. Wengine wakasema kwamba hawa wanajiita kwamba wao ndio Waislamu sahihi na wengine wote wasiokuwa wao ni makafiri, si Waislamu, na maneno mengi ambayo kila mtu anayazungumza kwa mtazamo wake. Lakini haya ni maneno ya mtaani tu, hayana uhalisia wowote na yale ambayo wao wanayazungumza. Wakizungumza neno hili salaf, bali wakizungumzia dawa hii salafia kwa ujumla wake. Wapo wanaosema kwamba hawa bwana kila kitu kwao ni bid'a, lakini ajabu wanatumia simu, wanapanda gari, leo wanatumia umeme. Sasa hivi si bid'a hivi? Wakati wa mtume alikuwepo, kwa nini wao watumie? Kisha wanasoma aya ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun wa halumma jarra. Haya ni katika madai mbalimbali ya watu wanapotajiwa neno salaf, wao mitazamo yao, maoni yao yanakupika katika maelezo haya. Ibadallah, min al-ma'lum anna ahla sunnati wal jamaa hum ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika jambo ambalo lenye kufahamika ni kwamba ahlu sunna wal jamaa ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wattabi'una lahum biihsan, na wale wenye kuwafuata masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wema, wa mansara ala manhajihim wa salaka tariqatahum, na yeyote ambaye atakayepita katika mfumo wao na akashika njia yao ila yaumiddin, mpaka siku ya kiyama, huyo atakuwa ni katika ahlu sunnati wal jamaa. Hili ni jambo ambalo halina shaka. Lakini kwa nini wakati wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatukuona masahaba wakijiita kwamba sisi ni ahlu sunna wal jamaa? Walam yatasamma ahlu sunnati wal jamaa bihadhihi al-lafza illa ba'da ma dhaharat al-bid'a wa ta'addadat firaq ad-dalal. Hawakujiita wale watu wa haki wakati ule wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wao ni ahlu sunna wal jamaa. Sasa kuna baadhi ya watu wanakuambia wapi masahaba wamejiita hivi? Kuna jambo linaloitwa dharura au haja ya jambo fulani, pakiwepo na haja basi uwajibu pasipokuwepo na haja hakuna uwajibu wa kufanya hivyo. Katika zama zao walikuwa katika Uislamu safi, kanu ala alislami safi an-naqi, walikuwa katika Uislamu safi, Uislamu uliotakasika. Walam tadhhar indahum albid'a walinhirafat walfiraq, hayakudhihiri kwao bid'a, makundi na upotoshaji mbalimbali. Kwa hawakuwa na haja ya hilo, kwa sababu wote waliokuwepo walikuwa ni watu wa haki. Kwa hiyo hapakuwa na tamko lingine la kuwatofautisha wao na wengine wasiokuwa watu wa haki, kwa sababu hapakuwa na watu wa batili zaidi ya kwamba ni waislamu na makufari. Hapakuwa na watu wengine. Walladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun, makundi yalibaki hayo mawili, makafiri na waumini. Kwa hiyo hapakuwa na haja ya kufanya hivyo, isipokuwa sasa yalipodhihiri makundi na bid'a zikadhihiri na upotoshaji ukaenea kwa wingi, ndipo hapa sasa baadhi ya masahaba ambao walidirikiwa na kipindi hiki cha fitna na bid'a wakalitamka tamko hili kuwa ni ahlu sunnati wal jamaa katika baadhi ya mapokezi, kama alipotaja hivyo al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake, akitafsiri aya hii, wa yawma tabyaddu wujuh, na siku ambayo nyuso zitakuwa nyeupe. Qala ay wujuh ahli sunnati wal jamaa, qala ibn Abbas. Ibn Kathir alipoitaja aya hii
akasema makusudio hapa ni nyuso za ahlus sunnati wal jamaa, katika riwaya imekuja hivyo. Kisha akasema Ibn Kathir, qala ibn Abbas, maneno haya ameyasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, naye ni sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tamko hili limekuja baada ya kutokea makundi na kutokea fitna mbalimbali na kutokea bid'a mbalimbali, ndipo likazalikana na ndipo likafahamika rasmi tamko hili la ahlus sunnati wal jamaa. Ibadallah, min huna kana la budda li ahli al-haqq an yu'rafu bi asma'ihim ash-shar'iyyah allati tumayyizuhum an ghayrihim min ahli al-ibtida' wal inhiraf. Kuanzia hapa ndipo ikawa hapana budi kwa watu wa haki watambulike na wajulikane kwa majina yao ya kisheria. Itakapoonekana watu wote wanatumia jina fulani, basi watu wa haki hapana budi wao wawe na jina ambalo litawatofautisha wao na watu wengine, lakini tamko hilo wasilibuni wenyewe, bali liwe ni tamko lililotokana na maandiko ya kisheria. Yakapatikana matamko mbalimbali ambayo matamko yote hayo mustamaddatun minan nususi shar'iyya, yamepatikana kutokana na maandiko ya kisheria. Faminha ahlus sunna wa minha ahlus sunnati wal jamaa wa minha ahlul hadithi wal athar wa minha at-ta'ifatu al-mansura wa ghayruha min al-asma. Miongoni mwa majina hayo ambayo yalifahamika kwa zama zilipozidi kwenda na watu walipoendelea kuchukua baadhi ya majina, yakaibuka majina mengine, ikiwemo jina la ahlus sunna ikafahamika hivyo, kadhalika ahlus sunnati wal jamaa, kadhalika ahlul hadithi wal athar, kadhalika at-ta'ifatu al-mansura, kadhalika al-ghuraba, na majina mengine kama hayo ambayo asili ya majina haya yanapatikana katika kitabu cha Allah jalla wa ala na katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ndiyo majina ambayo yenye kuwatofautisha wao na wasiokuwa wao min ahli al-ibtida'i wal inhirafi fil aqida, kutokamana na watu wazushi na watu waliopotoka katika itikadi. Ibadallah, haya ni mambo ya msingi sana. Ibadallah, atlaqu ala da'watihim ad-da'wata as-salafiyya, na wakaita au wakaipatia jina da'wa yao na ulinganizi wao na yale ambayo wanawaita watu wayaelekee mambo hayo, ule ulinganizi wao ukajulikana kama ni ulinganizi wa kuwalingania watu kufuata Uislamu wa wale wema waliotangulia. Ikawa hii ndiyo tamyizi yao, kwa maana wanaposimama kufanya da'wa, wanaposimama kulingania watu, basi wanafanya mukarana kati ya zama walizonazo na maisha walioishi wale wema waliotangulia katika dini. Faqayyadu ittiba' alkitabi was-sunnati bifahmi as-salafi salih, wao wakafungamanisha jambo hili la kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa da'wa yao ikajulikana kama ni da'watun salafiyatun, kwa maana ulinganizi kwa kuwalingania watu kuwafuata na kuwaiga wema waliotangulia. Idhan fama maana as-salaf wa ma maana as-salafiyya? Hapa basi tuna vitu viwili. Tuna kitu cha kwanza ni neno as-salaf, na kuna kitu cha pili neno as-salafiyya. Nini maana ya as-salaf? Kadhalika nini maana ya as-salafiyya? Hivi ni vitu viwili ambavyo vina mrengo mmoja, lakini vyenye maana tofauti ambayo haikimbiani katika maana. Wanawachuoni rahmatullahi ta'ala alayhi wao wameeleza neno as-salaf katika maana nyingi. Al-Imam Ibn al-Manzur rahimahullahu ta'ala katika Lisanul Arab anasema as-salaf ma man taqaddamak min abaika wa dhi qarabatika
alladhina hum fawqaka bis-sinni wal-fadl. Anataja hivi, na katika baadhi ya kamusi kama ilivyokuwa al-Qamusul Muhit, wao wanaeleza kwamba ni as-salaf ma madha wa taqaddam. As-salaf maana yake ni kitu ambacho kimeshapita na kimeshatangulia. Tamko hili lilivyo lenyewe, unaposema salaf maana yake ni kitu ambacho sasa hivi hakipo bali kimeshatangulia, au kipo lakini kimetangulia kwa kitu kingine, kama tutakuja kuona maana zingine zinazoelezwa katika tamko hili. Sasa mwanachuoni huyu katika Lisanul Arab anasema as-salaf man taqaddamaka min abaika wa dhi qarabatika alladhina hum fawqaka bis-sinni wal-fadl. Anasema as-salaf maana yake, tunaposema as-salaf kwa maana tamko hili maana yake ni wale watu waliokutangulia. Man taqaddamaka min abaika, katika babu zako na wazee wako, wa dhi qarabatika, na wale watu wenye ukaribu nawe, alladhina hum fawqaka bis-sinni wal-fadl, ambao wamekuzidi wewe katika umri. Kwa hiyo inawezekana mtu akawa yupo sio sasa hivi, lakini akawa ni salafi wako kwa umri, kwa maana kakutangulia wewe kwa umri. Hata kama sasa hivi yuko hai hajafa, anakuwa ni salafi wako kwa maana yeye ameona jua kabla yako, amekutangulia wewe kwa umri. Kadhalika wal-fadl, na amekutangulia katika fadhila na ubora. Yawezekana kweli wewe umezaliwa kabla yake, lakini upo katika uovu maisha yako yote, akaja mtu akazaliwa miaka 10 baada yako akawa katika taa, huyu amekutangulia wewe katika ubora. Hata kama wewe umezaliwa kabla yake, huyu ni salafi kwako katika ubora na wewe ni salafi kwake katika umri. Hii ndiyo maana ya as-salaf katika lugha ya Kiarabu, na tamko hili limetajwa katika Qur'ani katika aya mbalimbali zikiashiria maana hii ya lugha ya Kiarabu. Yaqulu Allahu jalla wa ala fi surati az-Zukhruf, falamma asafuna intaqamna minhum faaghraqnahum ajma'in faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Anasema Allah jalla wa ala, falamma asafuna, pindi walipochupa mipaka katika maasi, walipochupa mipaka katika uovu, intaqamna minhum, sisi tukasimama dhidi yao katika kuwalipiza kisasi kwa yale maovu walioyafanya. Lakini kisasi yenyewe tulichowalipiza, fa aghraqnahum ajma'in, tukawaangamiza wote tukawaangamiza. Tena wakafanya gharak, kuzamishwa katika maji, wote tukawaangamiza. Kisha Allah jalla wa ala akasema faja'alnahum salafan, tukawafanya wao kuwa ni salafan. Kutumika neno salaf kwa maana tukawafanya wao kuwa ni watu waliotangulia, watu waliopita, wa mathalan lil akhirin, na mfano kwa wengine watakaokuja baada yao. Kwa Allah jalla wa ala katika aya hii amelitumia neno salaf akimaanisha watu waliokwisha tangulia. Hii ndiyo maana ya neno salaf ambayo imetumika katika Qur'an, ay ja'alnahum salafan mutaqaddimina liman amila bi'amalihim. Maana yake ni kwamba tukawafanya wao ni watu waliotangulia kwa yule ambaye atakayefanya vitendo vyao, wadhalika li'atabira bihim, na hivyo ili mtu aweze kupata mazingatio akiwazingatia wale waliomtangulia, man ba'dahum, wale waliokuwa baada yao wapate mazingatio, waliyatta'idha bihimul akhirun, na wapate mauidha wengine watakaokuja baadaye. Ukisema al-akharuna kwa maana ya wengine, na akhiruna kwa maana watakaokuja baadaye, wapate mazingatio kwamba haya tunayoyafanya waliyafanya wenzetu waliotangulia na walikumbwa na 1, 2, 3. Ibadallah, hiyo ndiyo maana ya as-salaf. Al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake inda tafsiri hadhihi al-aya allati qara'naha anifan, akitafsiri aya ambayo tumeisoma muda si mrefu, yaqulu rahimahullahu ta'ala was-salaf man taqaddama min al-aba. Anasema al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, as-salaf, tunaposema salaf
man taqaddama min al-aba, ni wale waliotangulia katika mababa na mababu, hao ndio as-salaf. Na Allah aliposema hapa akaendelea al-Imam al-Baghawi, faja'alnahum mutaqaddimina, maana yake aliposema tukawafanya wao kuwa ni salaf, akasema al-Imam al-Baghawi tukawafanya wao kuwa ni watu waliotangulia, liyattaidha bihim al-akhirun, ili wengine wapate mauidha, wasifanye vitendo vilivyofanywa na wao. Haya ni maneno ya maimamu wakifafanua tamko hili la as-salaf. Nini makusudio kwa katika lugha ya Kiarabu? Waarabu wanapotamka neno salaf, nini wanachokusudia? Kadhalika al-Imam Ibn al-Athir rahimahullahu ta'ala anasema hivi, salaful insan, tamko hili la salaful insan kwa maana salafi wa mtu, man taqaddamahu bil maut, ni yule mtu ambaye amemtangulia huyu kwenye kufa, kafa huyu kabla yake, ataambiwa huyu ni salafi wako kwa sababu yeye ametangulia kufa kabla yako. Min abaihi wa dhi qarabatihi, katika mababu zake na watu wake wa karibu, basi yule atakayetangulia kufa huyu anaambiwa kwamba ni salafi wa mtu, kwa maana huyu ametangulia kufa kabla yake. Ibadallah, walihadha qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na kwa ajili hii amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi akimwambia binti yake Fatima radhiyallahu ta'ala anha, fa innahu ni'ma as-salaf ana lak, fa innahu ni'ma as-salaf, hakika yake mambo yalivyo bora ya as-salaf, bora ya wenye kukutangulia wewe, ana lak, ni mimi kwako wewe, mimi ndiyo mtu bora niliyokutangulia kuliko mtu mwingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam anayataja maneno haya fi maradhi mauti, katika maradhi yaliyopelekea kufa kwake, akayataja maneno haya Rasul alayhi salatu wasallam. Taban, baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi wasallam ikipita miezi 6, ndipo Fatima radhiyallahu ta'ala anha na yeye akafariki dunia. Kwa hiyo Mtume akawa ni salaf kwa Fatima radhiyallahu ta'ala anha. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akieleza kwamba bora ya wenye kukutangulia wewe ni mimi, na Mtume katumia neno salaf akimaanisha kwamba yule ambaye aliyetangulia. Hii ndiyo maana ya as-salaf katika lugha ya Kiarabu. Allahu yatawalla sarair. Ibadallah, tunaelezea khutba ya leo maana lafdhati salaf, maana ya tamko la neno as-salaf. Tumetaja maana ya lugha ya Kiarabu kwa mujibu wa Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotumika neno hili katika Qur'ani, kadhalika katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kwa maneno salaf maana yake ni kitu kilichotangulia au watu waliotangulia, na limetumika neno hilo katika aya nyingi katika Qur'ani. Tumesoma aya moja, lakini aya ziko nyingi. Katika suratul Nisa aya nambari 22, yaqulu Allahu jalla wa ala, wala tunkihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf, wala tunkihu, na wala msioe ma nakaha abaukum minan nisa, wale ambao baba zenu wamewaoa katika wanawake. Waarabu walikuwa hawana mipaka, anaweza mwanamke akaolewa na baba yake, kisha baba yake akamwacha mwanamke yule kwa talaka, alafu yeye mtoto akaenda kumuoa tena yule mwanamke ambaye hapo kabla alikuwa ni mama yake wa kando. Sasa Qur'ani ilipokuja ikalikemea hili, Allah jalla wa ala akawaambia wala tunkihu, na wala msioe ma nakaha abaukum, wale waliolewa na baba zenu, minan nisai, katika wanawake, msifanye tena hivyo. Mkifanya hivyo mtapata dhambi na makosa yake ni makubwa. Illa ma qad salaf, isipokuwa mmesamehewa kwa vile vitendo vilivyotangulia, hivyo mmesamehewa. Kwa neno salaf likatumika pia katika aya hii kuonyesha kuwa ni vitu au ni mambo yaliyotangulia, na wakitajwa watu kuwa hawa ni as-salaf, kwa maana ni watu waliotangulia. Hii ndiyo maana ya as-salaf katika lugha ya Kiarabu. Ibadallah,
wasalaf istilahan. Tamko hili la as-salaf katika sheria ya Kiislamu, katika msamiati wa Kiislamu, linapotumika sasa katika dini kwamba hii ni salaf, nini muradi na nini makusudio? Ibadallah, tanqasim lafdhatu salaf istilahan ila qismayn. Linagawanyika tamko hili la as-salaf katika maana ya kisheria kwenye vigawanyo viwili ambavyo wanawachuoni wamevigawa. Kigawanyo cha kwanza ni as-salafu salih. Kigawanyo hiki kwa maana hapa wataingia wale watu wote waliotangulia, waliokuwepo kabla yetu, lakini waliokuwa wema tu, wataingia katika tamko hili la as-salafu salih. Hapa wataingia manabii wa Allah kwa sababu wao wametangulia kabla yetu na walikuwa wema. Ataingia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu yeye ametangulia kabla yetu na alikuwa mwema. Wataingia masahaba wa Mtume sallama kwa sababu wao wametangulia kabla yetu na walikuwa wema. Wa kullu man ata ba'dahum wa kana salihan, na kila aliyekuja baada yao na akawa ni mwema, ambaye sisi hatujamkuta, basi huyu ataingia katika tamko hili la as-salafu salih. Na hapa zinafungamanishwa, wanawachuoni wanazitaja karne tatu bora, khairul quruni qarni, kama tutakavyoona katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa as-salafu salih, hiki ni kigawanyo cha kwanza cha tamko as-salaf katika sheria, kwa maana wema waliotangulia. Hapa wale waovu wote hawatohusika na kigawanyo hiki, hata kama wao ni watu waliotangulia. Na kigawanyo cha pili ni as-salafu talih. Hapa sasa wataingia wote waliotangulia lakini walikuwa ni waovu. Hapa sasa ataingia Firaun, yeye ametangulia lakini alikuwa ni mwovu. Hapa wataingia kaumu Lot, wao wametangulia lakini walikuwa ni waovu. Hapa wataingia watu wa Adi, wao wametangulia lakini walikuwa waovu. Kadhalika Abu Jahal na Abu Lahabi na wengineo waliopita katika mapito yao wataingia katika as-salafu talih kwa sababu wao wametangulia lakini walikuwa waovu. Kwa wanaitwa ni as-salafu talih, na wale wema wanaitwa as-salafu salih, kwa maana wema waliotangulia na waovu waliotangulia. Ibadallah, hii ndiyo maana ya as-salaf. Ibadallah, as-salafu talih kama tulivyoeleza, kullu man taqaddamaka wa kana ala al-fisqi wal-kufr ka Fir'aun wa Abi Jahl wa Haman wa ghayrihim, kila aliyekutangulia na akawa katika fiski na uovu kama vile Fir'aun, Abu Jahl, Hamana na wengineo. Na as-salafu salih idha utliqa al-lafdhu as-salaf عند علماء الاعتقاد فإنما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابة والتابعين وتابع التابعين. Linapotajwa neno as-salafu salih, likitajwa neno hili kwa wanawachuoni wa akida, wanapolieleza neno hili kwamba as-salafu salih, wema waliotangulia ni kina nani, wao wanaoeleza kwamba tamko hili wanaohusika ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wale waliofuata wao kwa maana at-tabi'un, na wale waliokuja baadaye kwa maana tabi'ut tabi'in. Hawa ndio wanaofahamika katika tamko hili la kisheria kuwa ni as-salafu salih, kwa maana wao ni wema waliotangulia. Kwa watu wanapoambiwa fuateni wema waliotanguliwa, wanaokusudiwa hapa ni masahaba wa Mtume sallama wakiongozwa na Mtume kwa sababu ndio kiongozi wao, na atabiuna na atba'u tabi'in. Hizi karne tatu ndio zinajulikana kuwa karne tatu bora, kwa maneno ya Mtume sallama aliposema khairun nasi qarni, watu bora ni karne yangu, thumma alladhina yalunahum, kisha watakuwa wale ambao wanawafuata wao, thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wenye kuwafuata wao. Shahida lahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallama bil khairiyya, Mtume sallama amewapa ushuhuda kwamba karne hizo ndizo karne bora. Ibadallah, وأوجبنا الله جل وعلا باتباع سبيله, na Allah jalla wa ala akatuwajibisha sisi kufuata njia yao hawa wema waliotangulia, kwamba mtu yeyote
asitengeneze mfumo wake, bali maisha yake na dini yake abakie kama mfumo ulivyokuwa wa hizi karne tatu bora. Yaqulu Allahu jalla wa ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum biihsan. Allah jalla wa ala anasema was-sabiquna al-awwalun, na wale wa mwanzo waliotangulia, wale wa mwanzo waliotangulia. Kisha Allah akawataja ni kina nani? Min al-muhajirin wal-ansar, katika muhajiruna na ansar, nao ni masahaba wa Makka na wa Madina. Walladhina tabauhum biihsan, na kila atakayewafuata wao kwa wema. Yeyote yule ambaye uislamu wake atawaiga wao hawa wema waliotangulia, Allah jalla wa ala anasema radiyallahu anhum, Allah jalla wa ala yuko radhi na wao, waradu anhu, na wao wako radhi na Allah jalla wa ala, wa a'adda lahum jannatin tajri, na amewaandalia wao pepo tajri, ipitayo tahtaha al-anhar, chini yake mito, khalidina fiha abada, wataishi katika pepo hiyo milele. Dhalika al-fawzu al-adhim, huko ndiko kufaulu kulikokuwa kukubwa sana kwa mtu ambaye atakayeamua kuwafuata wema waliotangulia katika dini yake. Sasa kitendo cha kuwafuata wema, kitendo cha kuwafuata salaf ambao ndio wema waliotangulia, ule mfumo ule, kwamba wewe umeamua kuwafuata wale, ule mfumo ndio unaitwa as-salafiyya, kwa maana mfumo wa kuwafuata wema waliotangulia. Kwa hii ndiyo maana ya as-salaf, na hii ndiyo maana ya as-salafiyya, kwa maana salaf ni wema waliotangulia, masahaba wa Mtume sallama, na wale waliokuja baada yao, na wale waliokuja baada yao, wa imamuhum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na kiongozi wao ni Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Muislamu ambaye anataka kushikamana na mfumo huu wa kuwafuata wale, kama alivyosema Allah jalla wa ala, walladhina tabauhum biihsan, na wale ambao watakaoamua kuwafuata wao kwa wema, radiyallahu anhum, Allah yuko radhi na wao, waradu anhu, na wao wako radhi na Allah, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na amewaandalia wao Allah pepo chini yake ipitayo mito. Hii ni zawadi kwa kila atakayeamua uislamu wake kuwafuata as-salaf as-salih, wema waliotangulia. Kwa hiyo mtu atakayefuata mfumo huu ataambiwa huwa ala manhaji salaf, huyu yupo katika mfumo wa wema waliotangulia. Fa huwa ala salafiyya, huyu yupo katika mfumo wa as-salafiyya, mfumo wa kuwafuata wema waliotangulia. Fahadhihi au fahadha huwa maana lafdhati as-salaf, fahadhihi lafdhatu as-salaf wa maana as-salafiyya. Nas'al Allah jalla wa ala an yaj'alana minhum. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.